Jambo wasikilizaji, hapa kwenye kipindi cha Fuata Biblia Kuongoze. Ni mimi mtumishi Matoleo Birunga hapa kwenye kipindi cha Fuata Biblia Kuongoze. Tunajua kama tuko kipindi cha Pasaka. Na ni hii wiki ya mwisho inayoitwa kabla Yesu kufa. Inayoitwa Kiingereza inaitwa Holy Week, na Kiswahili katika Biblia zimoja inaitwa Jumaa ya Mateso. Jumaa ya Mateso. Na katika hii Jumaa ya Mateso kuna vitendo vingi Bwana Yesu Kristo alivyovitenda. Kuna vitendo vingi Bwana Yesu Kristo alivyovitenda. Naamini hapa kwenye linki hapa hivi ukivinya hapa chini kuna linki, ukivinya itakupeleka kwenye playlist ya vile vitendo Yesu Kristo alitenda. Mungu asifiwe sana. Na katika miongoni ya jambo Yesu Kristo alitenda ni ile kulaani mtini. Kulaani mtini. Kwanza kuna video, kuna linki hapa chini ya ulizo wenyewe tulioijibu ikisema kwa nini Yesu aliulaani ule mti wa mtini. Kwa nini Yesu aliulaani ule mti wa mtini? Unaweza enda kuisikiliza, ninaamini utabarikiwa au utapata kujifunza jambo fulani. Wakati Yesu walielekea tena Yerusalemu kutoka Betania, ni hapa tunaenda kusoma. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, ongoka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Yatakuwa yake. Mungu asifiwe sana. Wakirudia Yerusalemu, wakaona ile mti Yesu aliyeunenea maneno kwa kuulaani umenyauka. Wakastajabu. Na Yesu akawaambia, hata na nyinyi mnaweza kuwa na uwezo kama na hii. Hata nyinyi mnaweza kuwa na uwezo wa kuambia mlima uongoke hapa hivi, alafu na uanguke mahali fulani. Na uanguke mahali fulani. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Lakini acha tuende kujifunza jambo fulani hapa hivi. Kuna jambo fulani ningependa tujifunze sisi wote. Amen, amen. Yesu alitaka kuimarisha imani kama ni njia ya kuondoa matatizo. Yesu alitaka kuimarisha imani kama ni njia ya mimi na wewe ya kuondoa matatizo. Ndio. Kwa kwenda kumwomba Mungu kitu, kwa kwenda kumwomba Mungu usaidizi fulani, ni lazima kwanza tuwe na imani kwamba Mungu atatupatia. Tukiondoka kule vile na matarajio. Na matarajio ya kupewa. Kama wanafunzi wanamwamini Mungu, wanaweza kushughulika na matatizo ya kuondoa milima ya vizuizi. Milima ya vizuizi. Yesu Kristo akiwafundisha pale vile. Tukijua kwamba ni mapenzi ya Mungu kuondoa tatizo fulani, tunaweza kuomba kwa mategemeo kwamba yatatendeka. Tunaweza kuomba kwa mategemeo kwamba yatatendeka. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Lakini mstari hii haimpi mtu mamlaka ya kuomba uwezo wa miujiza kwa ajili ya sifa zake au manufaa yake ubinafsi. Ya ubinafsi. Mungu atusaidie sana. Mstari huu haimpi Mkristo yote ya kuomba uwezo wa miujiza kwa ajili ya sifa zake au manufaa yake ya ubinafsi. Na hapana. Mungu atusaidie sana. Tunajua
Kuna wengi huwa wanakaa nasema hapana, au peyo kwa sababu una imani ndogo. Hapana. Ndiyo, tumeambiwa kwamba tunastahili tuwe na imani. Ndiyo. Jambo la pili, tujue kwamba Mungu mwenyewe ana mapenzi yake kwa ajili yetu sisi. Mungu mwenyewe ana mapenzi yake kwa ajili yetu sisi. Ndiyo, tunaweza tukamwomba Mungu kitu, lakini kama muda wake haujafika kwa ajili ya kutoa kile kitu tunachokiomba, inatubidi tungoje. Sasa hatupewi mara moja kwa sababu ya kukosa imani. Hapana. Ila Mungu wetu wa mbinguni anajua ni wakati na ni siku gani inachofaa kwa wewe kupokea yale uliyoomba. Lakini mstari hii haimpi mtu mamlaka ya kuomba uwezo wa miujiza kwa ajili ya sifa zake au manufaa ya ubinafsi. Kila tendo la imani lazima litulie juu ya ahadi za Mungu. Kila tendo la imani ni lazima litulie juu ya ahadi za Mungu. Mungu asifiwe sana. Basi tunawatakia Pasaka njema na Mungu apate kuwabariki. Amen.